asante sana, tuketi chini, asante sana. Ndugu zangu viongozi ambao tumekutana nao hapa leo kutoka Nyandarua, viongozi wa Jubilee hapa ukiongozwa na chairman wenu na wale viongozi wote wa kaunti ya Nyandarua ambao mmekuja hapa mbele. Ningependa kuanza kwa kuwashukuru nyinyi nyote kwa sababu mmefanya kazi nzuri na kwa sababu mipango yenu na kazi yenu ndio imetuleta hapa leo kufungua ofisi yetu ya Jubilee katika Nyandarua County. Pili, ningependa kuwashukuru viongozi wa chama chetu cha Jubilee kutoka National Office ambao wako hapa leo. Asante. Nilikuwa nasema na washukuru viongozi wote wa Jubilee katika kaunti yetu ya Nyandarua ambao mmepata nafasi na kazi ile mmefanya nzuri ya kuanzisha ofisi yetu mpya sasa hapa Nyandarua. Mmempanga sherehe hii ambayo imetukutanisha sisi wote hapa leo. Hapa niko na marafiki sana. Na washukuru viongozi wale wa kitaifa ambao wametachwa hapa. Lakini kabla nizungumze, ningependa kutoa salamu za kiongozi wetu wa chama chetu, Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ngapi mmepokea? Nione mikono wale mmepokea salamu za Mheshimiwa Kenyatta. Asante sana. Vile mnajua wakati tulikutana tarehe 26 mwezi wa Septemba last year, alafu tukakutana tena Murang'a na viongozi wa chama chetu cha Jubilee. Mheshimiwa Rais Kenyatta alitangaza kwamba sasa chama chetu cha Jubilee tutaanza safari ya kufufua mikakati yetu na kuchipanga, na nitawaeleza hivi karibuni kwa nini tunataka kurudi kwa serikali. Sababu tulikuwa kwa serikali na Kenya imetuzoea vile sisi tunaongoza, na tunataka kurudi kwa serikali tuendelee kufanya ile kazi nzuri tulikuwa tunafanya. Lakini kabla ya kuyazungumzia hayo, ningependa kuwashukuru hasa ndugu zangu wawili ambao wako hapa. Mheshimiwa Jeremiah Kioni ambaye amezungumza hapa. Huyu ndugu amepigania chama chetu cha Jubilee wakati tulikuwa na shida, na amepigana kabisa kama kiongozi shubafu. Mimi nataka kukuhakikishia na Mheshimiwa Kioni, nimekuja hapa leo nikiwa katika Nyandarua kaunti yako ya nyumbani kusema kwa niaba yangu mimi, kwa niaba ya viongozi wa kitaifa wa chama cha Jubilee na kwa niaba ya wanachama wote wa Jubilee, tunakushukuru kwa uhodari wako na ushupavu wako kwa ile kazi ambayo umefanya kutetea chama chetu cha Jubilee. Na nikiwa katika hali hiyo niseme, zungumzia ya uchaguzi, eti tunataka kubadilisha nchi yetu. Huu ni wakati wa kutafakari. Neno rahisi namna hii. Huwezi kuwa eti ukiingia kwa serikali, ukichukua hatamu ya kuongoza nchi yako, kazi yetu kwanza ni kufuruga kila kitu. Ufuruge chama, uue chama, usumbue. Siwezi kusema kwamba uongozi kama huo, uongozi wa kusumbua watu, kukoroga kila kitu, every institution ni kufuruga, and so on. That is not what Kenya ya vyama vingi ama namna gani. Basi wewe ukiingia uko na chama chako, unaendesha mambo ya chama chako, na wale wengine unawapea na mambo ya vyama vyao. Si wanaingia huko, watu wengine wa serikali ndio wanaonga watu, wanaenda kotini kufuruka maneno. Sisi kama Jubilee hatuna shida na mtu yeyote. Tuongee na wananchi, tuzungumze, tutoe mchango wetu katika na ustawi wa nchi yetu. Kwa
Kwa sababu hiyo, mimi namshukuru huyu ndugu yangu Mheshimiwa Kioni kwa vile alisimama imara, akaongoza wale wachache ambao walikuweko kupigana kuhakikisha kwamba chama chetu kimehifadhiwa na tumeendelea mbele na safari hii ya kutafuta uongozi wa nchi yetu. Pili, ningemshukuru Mheshimiwa Gavana wetu Bwana Kimemia. Hakika ni kwamba vile Mheshimiwa Kimemia amesema, niseme tu kweli, hii kaunti ya Nyandarua, hata wakati nilikuwa kwa serikali hapa ndio nilikuja kwa safari mingi zaidi. Nilikuja hapa wakati tulikuwa cha kufanya National Polytechnic. Nilikuja hapa kuinspect uwanja wa university. Nimekuja hapa kwa mambo ya potatoes, the cold storage plant. Tukiweka hapa wakati huo na Waziri Munya, kiwa waziri wa kilimo. Nimekuja hapa kwa maneno ya hospitali. Nimekuja hapa kwa mambo mingi. Kila wakati nimeingia hapa kuanzisha studio ya kanisa hapa tukiwa na huyu Bishop Kariuki. Kwa hivyo Nyandarua in a way ni kama my second home, kwa sababu nimekuja hapa mara nyingi sana. Na Mheshimiwa Kimemia alipokuwa gavana tumefanya kazi nzuri sana. Unajua kama hiyo kazi tulianzisha ilikuwa inaendeshwa, hatungekuwa hapa kusema tunataka uongozi. Tungesema sasa wapee wale nao nafasi waendelee na kazi ile wanaendelea kufanya. Kwa sababu county government ya Nyandarua tukiwa na Mheshimiwa Kimemia hapa kama governor, tulifanya na ushirikiano wa national government a total of 41 boreholes. Kwa sababu ya shida ya maji hapa county ya Nyandarua, 41 boreholes. Tulifanya 400 kilometers tukaweka rami. Barabara ya Maumau. Kwanza ile villages ya mwisho ya Maumau ya kutoa title deed tulitoa wakati huo hapa Nyandarua. Kazi nyingi ilifanyika. Sasa hiyo kazi nyingine imekwama. Jana usiku nilipokuwa nikiongea na Mheshimiwa Kimemia kuhusu ile kazi tulifanya na miradi yote, hata mimi nilishangaa. Sikuwa nimejua tumefanya kazi nyingi namna hii. Tulihesabu miradi 13 wao tulikuwa tumefanya kazi hapa. Sasa ile potato processing plant ndio imekwama kidogo. Engineer ile hospitali tulikuwa tunafanya kwa ushirikiano na county government, national government ilikuwa iongeze 1.2 billion, alafu waendelee mbele. Mambo kama haya yote imekwama. Kuna hata barabara nilikuwa naambiwa hapa na wananchi wengine wa Nyandarua kwamba kuanzisha ofisi yetu ya Jubilee, kuhakikisha kwamba tuko hapa mashinani na viongozi wote wale wa Jubilee ambao wako hapa wako tayari sasa kujiunga na wale wengine. Tuanze safari hii mpya ya kupanga watu wetu na mjadala kuhusu vile nchi yetu itaongozwa siku za usoni na vile tutaendelea mbele. Kwa hivyo viongozi wa Jubilee wale ambao mko hapa, hatukufungua hii ofisi ili iwe tu mambo watu wanaingia na kutoka, kuingia na kutoka, kunywa chai na kukaa. Hii itakuwa mahali wale ambao wanagombea viti katika ngazi mbalimbali, wale wanagombea viti katika county assembly, members of parliament, wote tutapata nafasi ya kukutana na wananchi na kuzungumza vile tunaweza kuendesha nchi yetu mbele na kaunti yetu hii mbele. Tazungumzia maneno matatu tu, alafu niketi. La kwanza, sisi kama Jubilee tunaunga mkono umoja wa opposition unity. Sisi tuko pamoja. Na hiyo ni decision ambayo ilifanywa na NEC ya chama. That is not a personal decision. Naweza kubadilisha kesho. Tulikubaliana sisi wote wakati huu nchi yetu inahitaji sisi wote tuwe pamoja. Ama namna gani wananchi?
sisi wote tuwe pamoja. Tukiwa katika hali hiyo, sisi katika upinzani ni boma. Wale ndugu zetu na dada katika chama cha DCP ni marafiki zetu, ni ndugu zetu. Wale katika chama cha Wiper naongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni ndugu zetu, ni marafiki zetu. Wale wako katika PLP wakiongozwa na Mheshimiwa Martha Karua vile vile ndugu zetu. Wale wako katika DAPK wakiongozwa na Mheshimiwa Wamalwa, hao ni ndugu zetu. Wale wako katika Democratic Party wakiongozwa na Speaker Justin Muturi, hao wote ni ndugu zetu. Tuendelee vile Mheshimiwa Kioni amesema, tukitafuta mambo ya uongozi, tukizungumzia vile nchi yetu itaenda mbele, tuwe tunafanya hivyo kwa heshima, kwa amani, kwa mapenzi, tukijua kwamba tunazungumza kama dada. Tunataka kuweka watu wetu pamoja. Hakuna shida hapa. Wasama, hakuna vita, hakuna matusi. Tafadhali na waomba tuongee polepole, tuzungumze na wananchi wetu, tuwapembeleze, watupigie kura na tuende mbele tukiwa pamoja namna hiyo. Na tuwaheshimu viongozi wetu wote. Siwe na tabia ya kuwaingilia hawa ama wale wengine. Demokrasia ni kuuza sera yako na kupembeleza watu wewe mwenyewe unaona. Watu wakikuheshimu, na unajua Wakenya wanatujua. Hata wale ambao tunaombea kiti cha urais, si mnatujua sisi. Nilizunguka hapa nikiwa waziri wa elimu, ikifungua mitihani hapa saa 9 wa usiku, ikikorogana na watu hapa ambao wanajaribu kucheza na maisha ya watoto wetu. Tumekuwa na nyinyi hapa, mnatujua sisi wote, na mnajua vile sisi tunataka kufanya kazi na kutumikia taifa letu la Kenya. Kwa hivyo tumekuja kusema tuko tayari kuendelea na hiyo kazi ya kuongoza nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu wakati Jubilee ilikuwa mamlakani, tulikuwa na linda mama. Hiyo linda mama iko siku hizi? Wakati Jubilee ilikuwa mamlakani, tulikuwa na masomo, tunasaidia capitation kwa shule zetu. Hayo masomo yanaendelea vyema kweli siku hizi? Tulilinda usalama tukiwa katika serikali. Si mnaona shida vile iko kwa usalama nchi yetu ya Kenya? Tunataka kurudi kwa serikali kufanya hiyo kazi, kwa sababu sisi tunajua vile inafanywa na tunataka kwenda mbele kuifanya. Ninawaomba viongozi wa Jubilee ambao wako hapa sasa, tukifuata maagizo na mtindo na policy na kanuni zetu za chama cha Jubilee, safari hii tunataka kuangazia viongozi vijana. Na nimewaambia leo, nilisema kwamba hata mimi leo nataka kuwasikiza viongozi vijana, wale ambao wanaombea viti kwa assembly, wale ambao wanataka kuwa, kwa sababu hata sisi tunataka kukuza viongozi. Ama namna gani? We want to grow leaders, we want to mentor and grow leaders. So we want to listen to our young people. Tuko kadi kwa sababu tunataka kubadilisha nchi yetu ya Kenya. Na wale ambao watatuongoza katika mtindo huo na safari hiyo ya kubadilisha nchi yetu ni vijana wetu. Tuwakuze, tuwasaidie, tuwapee support yote ambao wanahitaji waende mbele ili tubadilishe uongozi wa nchi yetu ya Kenya. Na tuweke amani tukiendelea namna hiyo. Ninawahakikishia wale ambao wanagombea viti katika chama cha Jubilee, tutakuwa na free and fair nominations. Nimewaeleza nyinyi wote. Tutakuwa na free and fair nomination. Na niseme wazi na ukweli. Najua hapo mbeleni kulikuwa na kashida kidogo hapa na pale. Tumeanza mapema. Kiongozi wetu wa elections katika Jubilee ni Senator Kembi Gitura. Ameanza mapema. Tutatengeneza kanuni zote na mipango yote ya nominations. Kufikia mwezi ujao, tutaanza sasa kukutana na wagombeaji wote. First of all, to educate them on the processes and what we want. Ili ikifika wakati huo, washiriki katika uteuzi wakijua kanuni zetu na sheria zetu zote. Na tutahakikisha kwamba it's free and fair. Tuwe na candidate wale ambao tumepewa na wamependekezwa na wananchi. Namna gani wananchi? Namna hiyo. Mwisho, ninawahakikishia wale ambao wanagombea viti katika ngazi mbalimbali, tutakuwa na nyinyi kwa safari hii. We will support you. I told the candidates here, invite us to the villages. Mimi niko tayari kutembea hapa. Tuanze sasa kutafuta kura.
Sababu huwezi kupigiwa kura in absentia, huwezi kupigiwa kura by osmosis huko ukilalala huko. Mimi niko tayari kutembea hapa na nyinyi muwe tayari tutembee hapa vijijini, tuongee na wananchi kwa sababu uongozi uko na wananchi. Maana mna gani wananchi? Uongozi uko na wananchi. Sisi tuko tayari kutembea nanyi, kukaa nanyi, kuendea mbele kabisa, kuhakikisha kwamba tumezungumza maneno ya uongozi wa nchi yetu. Tunataka kubadilisha kwa sababu haya mambo yote yamekwama hapa, ili tuhakikishe kwamba tunaenda mbele. Kazi ile tulikuwa tunafanya tuanze kuikamilisha na kuimalizia ile kazi tulikuwa tunafanya. Na mimi nawaomba viongozi wa Jubilee ambao mko hapa, kuna point moja alafu nimalize. Huyu mzee gavana wetu Kimemia, si mnajua kazi alifanya nzuri hapa? Nionyeshe wale ambao mnakubaliana na mimi Kimemia alifanya kazi nzuri. Mnamungojea? Wangapi wanasema mnamungojea tena? Haya. Mahali Kimemia yako na mahali kazi inafanywa, hapo ndipo sisi sote tuko. Sisi tunaamini kazi na tunataka kufanya